Kwa hiyo tunatakiwa tuchague maneno mazuri ili kuweza kusukuma mbele ajenda hii. Badala yake tunaita, mimi napenda kuita traditional way of cooking. Ni zile nishati ambazo tulikuwa tumezoea zamani, ambazo kwa kweli kwa zama hizi zinaturudisha nyuma, kwa maana ya afya zetu, zinapoteza muda, lakini zinaharibu mazingira. Ndugu zangu, ni matarajio yangu kuwa mafunzo haya yatawaongezea maarifa na ujuzi wa kuandaa habari zenye usahihi, ushahidi na weledi wa hali ya juu, huku mkizingatia miongozo ya serikali na mkakati wa mawasiliano wa matumizi ya nishati safi ya kupikia. Aidha, natarajia mtajifunza namna bora ya kuandaa maudhui yanayogusa maisha ya wananchi kwa kuonesha mafanikio ya utekelezaji wa miradi mbalimbali ya nishati safi ya kupikia, ubunifu unaofanywa na sekta binafsi, pamoja na fursa zilizoko katika mnyororo mzima wa thamani wa sekta hii. Kwa waandishi wa habari, nawasihi tuendelee kuandaa habari, makala, vipindi vya redio na televisheni, pamoja na maudhui ya kidijitali yanayoelimisha wananchi kuhusu faida za matumizi ya nishati safi ya kupikia, fursa za uwekezaji, teknolojia zinazopatikana na mafanikio yaliyopatikana katika utekelezaji wa mkakati wa nishati safi ya kupikia. Atengeneza tuzo ya waandishi ambayo itasaidia kuchechemua jambo hili la nishati safi ya kupikia. Na uzuri sasa hivi hata upigaji wa kura si ni kidijitali. Kwa hiyo hakuna kusema nani amependelewa. Nyinyi fanyeni, sisi tutaona, tutapiga kura na tutakuwa tunakutana mara kwa mara kuangalia tumefikia wapi na lengo letu la nishati safi ya kupikia. Baada ya kusema hayo, kwa sasa ninayo heshima na furaha kubwa kutangaza rasmi kuwa warsha ya kuwajengea uwezo waandishi wa habari na maafisa mawasiliano kuhusu uandishi na uhamasishaji wa masuala ya nishati safi ya kupikia imefunguliwa rasmi. Mwenyezi Mungu awabariki sana.